Sana TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tulizungumzia kuhusu kwamba Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kuna mambo hayafanyi ni sudfa, haswa ikiwa ya kariri, kuna repetition ya yale mambo. Tukasema muumini yatakiwa aangalie kwa nini amechagua jambo hili siku kama hini, wakati kama hunu. Kwa mfano, tukatoa kuwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa na kaida, kila swala ya isha ya usiku wa Alhamisi kupambaukia Ijumaa yuwasoma suratul Jumaa na suratul Munafiqun. Kwa nini azichague sura kama hizi? Bila shaka utakuta kwamba kuna ujumbe watakiwa waumini wautizame kwa vizuri sana ujumbe kama hunu. Tukaelezea aya ambazo kwamba ya ayyuhalladhina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tukakoma hapa kwamba wale wasotoa kile ambacho kwamba wao wanacho, Mwenyezi Mungu ametuambia tu waanfiqu mimma razaqnakum, toweni tuliowaruzuku. Wewe umeruzukiwa nini? Hivi huna chochote wewe? Hata upole, hata naswaha, hata mawazo, hata fikra, hata ushauri, hata msaada, hata kuokota kibaya njiani ukakiweka kando, jiwe pia kwenye barabara, umeona mawe, uwezi wewe ukatoa ukasema mimi leo nimejitolea kuondosha hapa. Hata kusafisha, utakuta zingine mtu hata msikitini akiona uchafu akuita ustadhi, angalia. Ustadhi, angalia nini? Ondosha tu basi, utapungua nini? Sema usipotoa itakuja wakati utatamani sasa, na ukitamani itakuwa kazi ya bure. Wala yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, Mwenyezi Mungu hana mpangilio wa kuichelewesha nafsi ikifika wakati wake ambao kwamba ndio hakika ulioandikiwa. Wajua kadhaa ziko aina mbili. Kuna kadhaa mubram, ishaandikwa khalas, wewe ni hivi ni hivi. Kuna na kadhaa muallaq, kuna na kadhaa imeandikwa huyu asipofanya jambo fulani atapatikana na jambo fulani. Ile huwa bado imetundikwa, haijapitishwa moja kwa moja, yategemea wewe sasa. Ukifanya lile ambalo kwamba Mwenyezi Mungu amemwambia malaika akitoa sadaka asife kwenye hini ajali, asipotoa afe kwenye hini ajali. Na ndio utakuta, nakumbuka kiswa hapa hapa msikitini, tulikuwa kuna kijana hakosekani darasani, kasikia fadhila za sadaka. Siku hiyo yuwasafiri, akanunua katoni ya maji akatoa hapa darasani. Si hatukujua lengo lake nini. Ona leo mambo mapya, leo kunani kuganywa maji darasani, kumbe alikuwa yuwasafiri. Kwenye safari walipata ajali, ilikuwa haitegemei mtu aokoke, lakini Mwenyezi Mungu akawavua salama salimini. Lakini ajali yenyewe, yani ile gari ukiambiwa hapa kumetoka mtu huwezi kuamini. Yani ile ajali wewe ukisha kuiona utauliza maiti wako wapi, uulizi majuruhi.
lakini hakuna alojeruhika. Akaja yualia hapa, alhamdulillah ustadh, angalia sadaka. Leo ambao kwamba twahitajia zaidi kufanya sadaka. Zamani wazee wetu, kukiingia maradhi ya kipindupindu, kukiingia janga lolote, watu wa mji walikikusanya sadaka. Kila mtaa kuna mahala kukusanywa ile sadaka, kisha ikagawanywa. Leo natamani janga hili, kila mtaa wakusanye kiakima fulani, wachinje sadaka, asa Mwenyezi Mungu awahifadhi, asa Mwenyezi Mungu awaondolee janga kama hili, asa Mwenyezi Mungu atuondolee balaa kama hili. Lakini ukizungumza haya utaonekana waleta mambo mapya. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, dau mardhakum bisadaqa, wafanyeni tiba wagonjwa. Sasa sisi tukubali kwamba kinga ni bora kuliko matibabu. Ukiwa wewe ni mgonjwa ukatoa sadaka, je, ikiwa utatoa sadaka kabla huyawa mgonjwa, maana yake ndio nini? Ni kwamba wewe hutokuwa mgonjwa. Hebu ajaribu kila mtaa wakusanye. Mumeonelea nyinyi mtapika chakula mugawanye maskini, mumeonelea mtachinja mugawanyie maskini, hili janga litaondoka. Lakini janga haliondoki kwa sanitizer wala kwa nini hizo maski wala nini. La, janga litaondoka kwa mambo mawili ya msingi: kurudi kwa Mola na kujipendekeza kwa Mola. Na hakuna kitu ambacho kwamba Mwenyezi Mungu akipenda kama sadaka. Angalia Mtume swalla sallam asemaje kuhusu sadaka: as-sadaqatu tudfi'u ghadaba ar-rabb, sadaka huzima hasira za Mwenyezi Mungu. Hii ni alama Mungu ana hasira na sisi. Kitu cha kumtuliza hasira zake kutoa sadaka. Ni kama wewe, walillahi almathalul ala, usikia OCS amekukasirikia, ukimpa chochote basi kwisha. Na ule OCS ukimpa nchake, Mwenyezi Mungu ukitoa sadaka haimnufaishi ile sadaka. Lakini kuwa Mwenyezi Mungu apenda kutuona sisi twasaidiana, kuwa sisi twapeana, kuwa sisi twatoa, ile sadaka si faida kwa Mwenyezi Mungu. Ikile ukitoacho, Mwenyezi Mungu asemaje? Wama tuqaddimu li anfusikum, si lillahi, mukitoacho li anfusikum tajiduhu inda Allah, tena Mungu atakuwekea ukipata. Kwa hiyo ni muhimu. Kuanzia mwanzo tumeambiwa sisi, wa anfiqu mimma razaqnakum, toweni min qabli an yati ahadakumul maut, kabla corona haijakupata. Ana siku hizi kujulikana apatikana na corona ule endrao, basi kabla corona toa. Fayaqula rabbi laula akhartani, sio tena umeshikwa na corona umeambiwa uko positive, ya rabbi nikipoa. Ya wapi? Wala yuakhir Allahu nafsan, Mwenyezi Mungu tena hatoi tena time, hakuna tena muda. Ndio wendao ukitoka hospitali kikoani, na siku hizi ndio direct moja kwa moja. Wengine manake hata nyumbani hawapiti, wakitoka hospitali moja kwa moja paka. Subhanallah. Ngaa zamani ulikuwa una stage kama mbili, pengine upekwe kwa mama, kisha upekwe kwa mke, kisha uletwe msikitini, kidogo kidogo ngaa hutembea. Lakini siku hizi bati hili, subhanallah. Ndio wakati wa kutoa. Toa, liyunfiq dhu sa'atin min sa'ati, kila mmoja atoe kile anachostahiki. Na fikra nzuri, mawazo mazuri, ni watu wa mtaa waangalie ni kitu gani tutafanya, asa insha Allah taala kwa baraka ya kutoa. Kama watatinda ni mbuzi, ni ng'ombe, ni ngamia, wagawanye sadaka ya mtaa. Ni siku hizi watu wamekuwa hawana ile roho. Zamani ulikuwa ukiona mtu akiwa na matatizo atapika kunde na uji akiwapa watoto, sadaka ile. Watu wakiliona mambo ya kudharau sana, lakini ni sadaka, ilikuwa ni kinga kubwa sana. Kwa hiyo ni muhimu tutoe, haswa kukiwa na matatizo kama haya, haswa kukiwa na janga.
kinga kubwa. Sadaka tutfi'u ghadabu rabb, sadaka huzima kabisa ile hasira ya Mwenyezi Mungu. Sasa ile qadha, ile hukumu ambayo Mwenyezi Mungu amekupangia, ambayo kwamba bado haijapitishwa moja kwa moja, huweza kucheleweshwa na sadaka. Na hata haswa kisa kilokuwa maarufu wakati wa Nabii Allah Suleiman. Namalizia na hichi kisa. Wakati wa Nabii Allah Suleiman, ilikuwa Israeli akipenda sana kuya kwenye baraza Nabii Allah Suleiman. Nabii Allah Suleiman alikuwa na baraza kama hizi baraza zetu za kahawa yao za sijui nini. Sasa Israeli naye huja pale maskani, lakini watu wote hawamjui. Amjuao nani? Ni Nabii Allah Suleiman peke yake. Sasa kuna bwana akamwambia Nabii Allah Suleiman, bwana, kesho Jumamosi kuna harusi ya binti yangu, usikosekane. Tafadhali piga ua, lakini usipange programu yoyote, nataka uje harusini. Maana kuna wengine ukiwaambia ndo harusini, muhimu iwe ni mtana, una haja kumuhimiza moja kwa moja atakuja, bora iwe ile harusi ni mchana. Ayua mtana kuna biriani. Sasa Nabii Allah Suleiman akamwambia inshallah nitakuja. Watu wakaondoka kwenye ile majlisi, akabakia yeye na Israeli. Israeli akamwambia bwana, usende hiyo harusi. Kwa nini? Akamwambia mimi kwenye dairi yangu ule binti siku ile Jumamosi ndio siku yake ya kufa. Sasa huko kutakuwa hakuna tena harusi, kutakuwa nini? Matanga. Kwa hiyo huna haja ya kwenda hiyo harusi. Basi ripoti imekuja kutoka kwa mwenyewe Israeli. Nabii Allah Suleiman akajua tayari. Wajua yule Israeli, muona sisi siku hizi si kuna ile Google Map ukitumiwa kwamba mimi niko Shibu, ukifika Shibu ya blink. Sasa yule Israeli kila mmoja hapa Izudini ikifika siku yake ya blink, kuna kitu ankuliwa reminder muonesha baada dakika 10 huyo ajua automatically. Hii ngalia mambo tumeetewa kutuonesha mifano ilivyo. Basi kule kwenye harusi kukaja maskini siku ile ya Ijumaa. Maskini akamlilia mama, maskini akamlilia yule mwanamke, yule mama yake bibi harusi, nina mayatima, hali mbaya, sijui nini. Yule mama akasikitika, akatoa zile ambazo kwamba walikuwa wamepanga kesho kufanyia kwenye sherehe, akatunda pesa zote akampa yule mama. Ni mfano haupatikani tena. Mama utanisamehe, mimi na harusi kesho. Kama harusi umeambiwa lazima uwalishe, waambie watu kesho, basi hakuna tena wali. Yani mtu tayari mwenzake mgonjwa, ngoja tumalize harusi takupeleka hospitali. La haula wala quwwata illa billah. Adui huyu hana imani. Yule mama ile gharama ilikuwa ifanywe chakula yote, akampa yule mama mtu mzima alikuja kuomba. Yule mama akainua mikono akamwambia inshallah na Mungu atakupa furaha zaidi ulivyonifurahisha mimi, wala Mungu hatakupa maudhiko. Ile dua ilikuwa ni dua yani imetoka ndani ya moyo. Mwenyezi Mungu akamwambia Israeli, ilikuwa huyu mkabidhi, lakini usimkabidhi tena, usimpe maudhiko. Maadamu amenifurahishia mja wangu, na mimi sitompa maudhiko siku ya kesho. Sasa huku Nabii Allah Suleimani ana habari kwamba hakuna harusi. Jumamosi hakwenda, harusi ikatezwa. Israeli saa 10 alipokuja Nabii Allah Suleimani saa 10 akakuja maskani, yule mwenye harusi akamwambia, ya Nabii Allah, vipi tumeagana nini habari ya harusi? Mbona ukuja umepungua wewe tu, tumekungojea sana. Harusi, poleni bwana, poleni sana. Sasa Nabii Allah Suleimani hamu iko kwenye Israeli kumwambia amgoje Israeli haya amuelezee. Israeli akaya kama kawaida sasa, lakini Israeli ikawa hana tena ule uteshi, ajua leo nitalaumiwa. Akimaliza kama watu wameondoka, akamwambia bwana, tumekuwa ufanyana dhihaka. Sasa wewe umeniambia mimi nsende harusini, wenda kumkabidhi ule roho, hukwenda kokote. Mambo gani haya sasa? Mimi nimetoa ahadi. Kisha akamwambia ni kweli, yule bwana, yule binti alikuwa afe siku ile, lakini ndo akamtolea kile kisa. Alikuja maskini akaomba kwa yule mama. Alipokuja yule mama akatukua zile pesa za harusi akampa yule. Mwenyezi Mungu akaniambia mimi, yule amemfariji mja wangu
na mimi sitaki nimpe maudhiko. Kwa hiyo muandikie tena, muongezee, mpe ofa sasa miaka kadhaa, aolewe na azae. Wewe leo waogopa corona, toa sadaka, guarantee, toa sadaka. Angalia, usimrudishe mtu. Umuonaye huyo afaa hafai, mpe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Kwa Mwenyezi Mungu atakibadilisha kiwe chafaa. Bora tu usimuone mtu maskani amepungukiwa na 50 ya bangi na wewe ukamwongezea hii basi sadaka. Hapo au kwa Meru kamwambia leo tukua juu yangu, hiyo si sadaka, huko kuumizana. Naam, ule ambaye hana uwezo tumesema liyunfiq dhu saatin min saati. Hata kama huna uwezo wa kutoa senti, toa angalau kilima kizuri, mpe mwenzako. Wajua kule kukataza kutoa ile shilingi 5 ni kubaya zaidi kuliko kutoa ile shilingi 5. Basi nilo nayo 5, mpe mwenzako hiyo 5. Kule kuikataza na ile 5 kuibakisha, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweza ile shilingi 5 akaibariki kuliko 1000, kwa sababu wewe 5 ndio ufalme wako wote. Ule atoa 1000 amebakisha ngapi? Wewe 5 ndio utajiri wako. Mwenyezi Mungu atahesabu fulani ametoa mali yake yote. Kwa hiyo tusione ugumu. Wallahi hii ushinda kuvaa mask, hii ushinda kutia sanitizer. Sadaka, kipindi cha sadaka. Wasia wangu, kila mtaa twaomba wajitahidi, waangalie ni njia gani, ni mzee gani ule wa mtaa. Bwana, tunataka tufanye sadaka hapa, kila mmoja atoe kwa kile kiasi. Hata kama mtashirikiana kwenye mbuzi mmoja, Mwenyezi Mungu atawabarikia. Mutoe ni sadaka lillahi Ta'ala. Mutie nia Mwenyezi Mungu awaondolee nyinyi hili janga, na aliondoe kwa dunia nzima inshallah. Hatuisi nani atatakabaliwa. Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri.